Ibana ni aje jomba na wajomba. Karibu sana kwenye D Media na hili ni banda la burudani unanita D Classic kama ukipenda, the magical boy behind the MIC. Sasa kama kuna story ambayo imekuwa ikitrend sana siku ya leo ni ya Mulamoa. Na Mulamoa ameweza kuachilia statement fulani ambayo alikuwa analenga ex-wife. Shai washaachana. Siku hizi wanasema unaoga na unarudi soko. Ule bestie siku hizi sasa hakuna chubui sasa. Alikaba watu wanaachana sana siku hizi. So story iko Mulamoa ameweza kuandika ujumbe mrefu sana upande wa Instagram akisema zile vitu ambazo zilifanya waachane na demu wake ambaye alikuwa wife wake ambaye wako na mtoi mmoja. Sasa moja kati ya hizo vitu amesema ni disrespect ama hakuwa anaheshimu wazazi wake. Na pia amesema ashaituma ujumbe fulani, ashaiunda WhatsApp group fulani ambayo pia ilikuwa na sponsors, ikafanya mpaka hizo dates za hiyo show yake zitoke. Pia ameguzia udemu wake alianza kubai vitu za nyumba nyingine akiwa kwake. So place walikuwa anaishi yakaanza kubai vitu zake ndo ahame. Achana tu na hiyo. Bado amesema yeye alikuwa anadvisiwa na mabeshte na finally akisikiza mabeshte wake na hivyo ndo akajitoa. So hakuna mwenye anajua the main reason yenye ilifanya waachane, but Mulamoa ameweza kuweka vitu mingi sana. Lakini upande wa Ruth K yeye hajasema lolote. So hii ni kitu imefanya nijiulize maswali mingi sana. Hata Mulamoa amesema pia atoe jido yake. Yaani mbona watu wakipendana ile time yenye mnapendana hakunaga hizi maugomvi? Wakati mmeachana sasa ndo nipatie nilikubaia hii. And ukishabaia mtu kitu, is it really necessary uchukue tena? Ama ilikuwa investment ulikuwa umewekelea hapo alafu wakati mmeachana sasa unaendea vitu zako? Wacha tu unaweza niambia hapo kwenye comment section. Je, wewe ushaibaya mpenzi wako kitu alafu after mmeachana wewe ukaendea haki yako? And is it making sense ulibaya mtu kitu na goodwill wakati mlikuwa mnapendana alafu baadaye kikiubala unaendea vitu zako? Ama siku hizi mapenzi ni investment? Niambie tu hapo kwa comment section.